Bwana, mambo vipi? Karibu tena kwenye video hii, na kwenye video hii nitaenda kukufundisha ni kwa namna gani unaweza ukatengeneza picha mbao kwa njia rahisi kabisa. Kama unatazama video hii na kuna video nyingine nimerekodi, nimeeleza vifaa mbalimbali ambavyo vinatumika kufanya biashara ya picha mbao. Kama hujaitazama hiyo video, basi tazama hapo chini, nimekuwekea linki. Na ili uweze kutengeneza picha mbao kama nilivyosema, lazima uwe na mashine ya picha mbao kama hii hapa. Maana hii mashine utaifungua. Kwa hiyo ndio ya kwanza kabisa. Hii mashine kazi yake ni ndogo sana. Ukiangalia mashine ina knob huku juu. Hizi hapa ni kwa ajili ya ku regulate pressure. Kwamba unakuwa na control pressure, kwamba hizi roller hizo zimejibana sana au hizi roller ziachane kwa namna fulani. Lakini lazima una sugar roller. Hapa sugar roller yangu mimi ni hii hapa. Na hii sugar roller mbele huku juu. Kwa upande unaona na huku nyuma kuna mistari. Hii mistari ameweka ili kurahisisha kama ndio unataka kukata, usipidishe, unyoshe mstari mmoja mpaka mwisho. Tumeelewana? Basi bwana. Kwa hiyo sasa unaweza ukatumia huku au huku, kote ni sawa. Kwa hiyo utachukua mashine yako, utapiga kama hii ya sugar, unailaza kwenye mashine. Unapoilaza make sure upande unaong'aa, upande wa sugar upo juu, lakini upande wa mistari unakaa chini. Hapa mimi hii picha mbao yangu niamue kukibania upande wa huku mbele. Kwa hiyo nitaingiza hii sugar yangu katika hii mashine. Na make sure picha yako unapokuwa unaibana inakuwa ina nini? Sugar roller unayotumia inakuwa mara mbili yake. Nitakuonyesha kwa nini. Kwa hiyo utaivuta hivi, hii picha inakuja kujitokeza kwa huku. Nimekwambia make sure sugar iko juu, karatasi iko chini. Mara hapo unaibandua. Hii sugar ina gundi kali sana. Umebandika kwenye karatasi, mstari huko chini. Unaona? Ndio inakuja juu. Sorry, kumenyeka bahati mbaya japo wewe scroll channel. Kwa hiyo unapokuwa unabandua, make sure umepima tayari kwa picha ambayo inakuja kwa hapa mbele. Kwa hiyo mimi picha yangu ni kadogo tu hapa. Naweka katikati hapa. Hapa kanatosha. Kali size vizuri. Kanakaa juu ya hii karatasi. Karatasi ni nini inakuja kwa upande chini. Yenyewe inakuja kukaa juu hivi. Mara hapo hapa nazungusha. Napozungusha hivi maana yake hii nairuhusu hii sugar juu ije ibani picha kwa upande wa juu huu hapa. Tumeelewana? Hiyo naizungusha hivi. Naizungusha mpaka mwisho. Mpaka hapo kazi ya mashine inakuwa imeisha. Kwa hiyo nafunga mashine yangu. Naweka pembeni ili iendelee kufanya kazi nyingine. Kwa hiyo baada ya kuwa umemaliza, utachukua mkasi wako. Utakata pembeni ni sugar. Hii sugar inayobakia uweze kuitumia kwa wakati mwingine kwenye kazi zako nyingine ambazo zitafuata. Hiyo hii picha yangu bado kwani nimeshafanya hivyo, ikarasa chini naitoa tu, na kwa useless haina kazi yote. Ndio tumehifadhi hapa. Japo unaweza kuitumia baadaye na kuonyesha. Hiyo picha yangu tayari hii hapa nishawekea sugar. Sasa hatua inayofuatia kwenda kuibandika hii picha mbao, kubandika hii picha ambayo nimewekea sugar kwenye kibao cha picha mbao. Sasa kwenye kubandika kibao cha picha mbao, sitatolea mfano wa hii hapa. Natolea mfano picha hizi hapa ni mbili picha zangu za mteja. Lakini vile zilizobandika juu zina sugar kama ilivyo bandiko hii hapa. Na bao tutakavyoandika hizi picha ni kibao ya A4 kama ambavyo unaziona.
Kwa hiyo hiki ni kibao changu cha A4. Pakichana karatasi hiyo fungiwa. Kitu kingine naomba niongee. Hivi vibao bwana huku nyuma vina madogodogo. Sasa naye lazima nikuelekeze. Sababu si wote wanaoelewa haraka haraka anapokuwa anafanya kitu kwa mara ya kwanza. Kwenye kibao vidogodogo hivi cha A5 na A4 ina madogo mengi kidogo. No sorry. Kwenye kibao cha A5 lakini ina madogo mawili tu hapa na hapa. Hapa juu na hapa. Kwa sababu gani? Hiki kibao vitobo vyake ni vitobo vya chuma ambavyo vimepachikwa hapa. Na hiki kibao amekidesign kwamba kwa ajili ya kuweka mezani, sio kuweka ukutani. Kesho unapokuweka ukutani, basi lazima utumie material moja, sima hapa sina sijadai nayo. Inaitwa Nigundi fulani ambayo inabandika pande mbili, two sides. Inabandika huko na huko, inabandika kwenye ukuta. Lakini mara nyingi kibao design kwa ajili ya kuweka kwenye meza. Kwa hiyo inakuja na pini kama hii ambayo inakuwa imebara hapa. Unaifunga hapa au hapa. Utaifunga hapa in case picha yako ile meza inakuwa ni ya kulala kama hii. Inakaa mezani watu wanaona lipa namba. Lakini utaifunga hapa ikiwa picha yako ni ya kusimama hivi. Maana inakuwa inasimama hivi. Au share. Lakini pia moja iposa na option mbili. Kuna option ya hiki kichunga ambacho unaweza ukakichomoa hivi. Ukifunga hapa in case picha yako inakuwa inalala hivi. Unaona? Kuna thread hizi hapa. Unafunga hapa. Kuna ilazi hivi, kama mezani au kama ni picha ya kusimama, anataka kufunga kwa huku chini. Anaki kichwa kitageukia huku juu. Ilazi inakaa kama hivi. Sisi tumeelewana, lakini option ya pili ya hivi kidogo. Kwa hiyo kwenye hiyo option ya pili kuna vidogo hivi hapa, unakiona hiki na hiki huku. Hiki hapa ni kwa ajili ya kuweka ukutani, hiki hapa. Unatumia kwenye mswali wako. Kama picha imesimama picha kidogo, lakini upande huu hapa ni kama picha inabaya kulala hivi, kama picha familia hivi, maana ndio ni msumari pale ukutani. Kama upende kutupa nyumba yako, na hiyo gundi inauzwa 5,000 nadhani. Hapa sina sampuli. Kwenye kanali ningeweza kukuonyesha. Kwenye hizi 3 hazina option ya chuma, maana hizo zitengenezwa zikae mezani. Hizi zote ni ukutani. Kwa hiyo zinatoka hapa juu na upande huu kama ni kesi inakuwa inakaa hivi. Kwa hiyo basi, bisa kuandika picha, nachukua picha yako. Sasa basi, ambapo wengi wanajichanganya, make sure umekuwa unaangalia kwamba kama picha yangu kitu kipo juu. Hata lazima ugeuze kibao chako angalie. Kitu kiko wapi? Unaona kama umekosea ndani. Maana hiyo kichwa msumari huu hapa sitakaa kwa hivi. Kwa msumari huu hapa juu hivi, maana ndio kitu ndio huko. Chukua picha yako, weka vizuri hapa. Mara kwa umeipima vizuri picha yako, unakandamiza upande huu, unanyanyua hii picha hivi, unaibana hivi, alafu unakuja unabambia hii karatasi ya juu, maana hiki kibao kina gundi ndani yake. Unabambia karatasi yangu asili kama hii. Unaibana hapa. Alafu unakandamiza hivi. Unaanza kubandika upande wa juu. Baada hapo nashika karatasi yangu upande huko nyuma, kwa na kutoa unakuwa unafanyaje? Kwa ni gara kwa siri hapa hivi. Picha yangu nakuwa nimebandika kama hivi. Ala kubandika picha yangu kama hivi. Kile ambacho nafanya, nachukua kisu changu,
Nitasukuma hivi. Nakuja kukata kwa sababu na hizi sehemu ambazo mvua zinazidi. Kwa hiyo nitashika yangu hivi. Hiki kibao ukiangalia vizuri, hiki kibao ngoja nikuonyeshe. Unaona mmelala huko hivi. Kwa hiyo unakuwa unapiga sawa kisu nakata picha. Hivi naanza kukata hivi mpaka mwisho. Nakata moja kwa moja, usikatekate kama nakatakata nyama, hapana. Shika tu kisu chako kuvuta mpaka mwisho. Au kuna kuja na kwenye nafanya hivi hivi. Kitu kusisitiza pia unapokuwa nayo kibao lazima uje upande huku utakata, usije ukakata tena upande ambao unakuwa una mtu. Kwa lazima ujue kabisa kwamba ninaweka picha yangu nitakata upande wa juu au wa chini au wa pembeni, ili zile features au vile vitu vilivyopo ndani ya picha yako visiweze kukatwa. Hapo tayari. Para kusiona hii picha, zile sehemu hizo kata nyeupe pembeni zinaonekana. Kwa nini ninachofanya? Kwa nachukua hii maka page na chora. Chora pembeni. Hii sionekane kama mikato fulani, yani imeunganika na ule weusi wa chini ya kibao. Kwa hiyo hii changu iko tayari kwenda kukabidhiwa kwa mteja. Tutaingia kwenye mfuko, packaging. Basi na mkabidhi mteja, chukua. Hata kwa haraka haraka nikaonyesha pia na picha ya pili. Kwa hiyo ambao kuendelea kwenye picha ya kwanza, ni picha ya pili uweze kunielewa. Kitu kibao cha A4 wakifungua kama kawaida, naangalia juu wapi. Juu manake huko weka kiswali. Hiki kidogo cha chuma ni kwa ajili ya kuweka mezani. Kwa hiyo chini. Kwa hiyo na kibazi hivi. Hapa tunachukua changu juu huku. Naeleka juu. Nikidisha vizuri. Nimesema kibao chochote cha mbao kinakuwa kimejaa na gundi. Gundi yake ni kali sana. Kusia ndo basi.
hivyo. Shikilia hivyo. Naweka basa chini. Huku unaona bala kwa stay kama hivi. Ni rahisi sana. Biashara ambayo kijana yeyote yule ambaye ana malengo kama mtaji hata 400,000 anaweza akaanza. Nadhani ni kuamua tu kwamba kweli nifanye biashara niingizie pesa. Picha ni kitu ambacho watu wanahitaji kila siku, majagibu kila siku. Sisi kwenye nyumba watu hawapambi mapicha ya maglasi yale, wanapamba vitu kama hivi, vitu amazing, picha bao. Kwa hiyo hapa nishabandika tayari kwa kisu changu na kazi. Hitaji material, hitaji kujifunza live, wewe wasiliana na mimi kwenye namba zinazoonekana chini hapo kwa taratibu kama ipo. Wow. Kamilika. Sasa kama unakumbuka nilikwambia kwenye vifaa vya muhimu vya kwenye kitambao ushoni nilitaja pia na perfume. Sasa perfume ni kwamba in case nataka kuchora na kwamba kwa sababu pengine mpaka pengine nimechora ndani huko, basi utachukua perfume yako na kupuliza pale. Hapo unachukua sponge unafuta. Unajifuta. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ambavyo unaweza kutengeneza kitambao. Anahitaji material, anahitaji mashine, anahitaji mafunzo, kitu chochote kile, au anahitaji hata yeye mwenyewe kutengeneza kitambao, kisha nimwagizie mahali popote pale alipo, basi asisite kuwasiliana na mimi kwenye namba inayoonekana kwenye screen yako hapo chini. Sina la ziada kwenye video hii, tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine. Asante.